الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ndugu zangu wapendwa Waislamu, nakuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah azza wa jalla, kwani hakika mafanikio ya kweli ya duniani na akhira hupatikana kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa tabia mbaya chafu ambayo Muislamu anatakiwa kuiepuka ni pale anaposikia habari kuhusu mtu fulani au jambo fulani, kisha yeye akaimeza, akaichukua ile habari au ile taarifa nzima akaanza kuieneza na yeye akaishadidia, na ilhali hajaichunguza, hajaithibitisha kwamba ni kweli au si kweli. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'an, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, usifuate lile ambalo huna elimu nalo. Yani kwa maana usishadidie na kueneza habari ya jambo ambalo hujalithibitisha, hulijui vyema. Yani kuna mtu yeye ndo tabia yake, akisikia tu jambo kalisikia juu tu, basi analibeba, analijalizia, analifuma vizuri, anaanza kulieneza kwa watu wengine. Tena anawahakikishia hasa wale wengine kwamba ni kweli. Bwana, umethibitisha vipi hilo jambo kama ni la kweli au si la kweli? Na hata kama umethibitisha ni la kweli, umeambiwa ulieneze, umeambiwa uliseme, ulitangaze. Laisa kullu ma yusma'u yuqalu wa laisa kullu ma yuqalu yunsharu, si kila linalosikiwa husemwa na si kila linalosemwa huenezwa. Hata kama ulichosikia ni kweli, umekithibitisha, umegundua kwamba ni kweli, lakini ulitumwa ueneze. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bikulli ma sami'a, inatosha mtu kuingia katika uongo kwa ile tabia ya kusimulia kila anachokisikia. Yani mtu lazima atakuwa muongo ikiwa ana tabia kwamba kila analolisikia yeye analichukua, huyo anaanza kulieneza. Nasikia mtu fulani yuko hivi, kapatwa na hiki, nasikia mtu fulani kasema hivi, kafanya hiki, nasikia mtu fulani kaganda ni mwanga, kaganda kwenye nyumba fulani, nasikia mtu fulani katoka kwenye nyumba fulani anazini naye. Yani unaanza kueneza habari ambazo umezisikia wala hujazithibitisha. Mtume anasema huyu mtu yatosha yeye kuingia katika uongo. Katika riwaya nyingine Mtume anasema, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bikulli ma sami'a, inatosha mtu kuingia kwenye dhambi, kupata dhambi hasa kwa tabia ya kusimulia kila anachokisikia. Amsik alayka lisanak, Mtume anatufundisha uzuie, udhibiti ulimi wako. Waliyasa'aka baituk, nyumba yako ikutoshe. Wabki ala khati'atik, lia kwa madhambi yako. Yani kwa maana ulimi wako udhibiti, sio unarupuka tu umbea na maneno ambayo unayasikia juu na wewe ukawa unayashadidia, unayaeneza. Hebu baki katika nyumba yako ikiwa huna mahala pa lazima pa kwenda, usianze kuhangaika na kutafuta umbea. Jambo la msingi, tafakari kila ulichomkosea Allah subhanahu wa ta'ala, ulie kwa hicho. Hilo ndo la msingi litakalokufaa kuliko kufuatilia habari za watu na maisha ya watu. Kwa hiyo ndugu zangu, katika jambo ambalo ni hatari, kueneza habari ambazo hujazithibitisha wewe, habari za umbea, kusema ovyo, kutakuingiza wewe katika kusema uongo, bali kutakuingiza wewe katika kufitinisha. Mtu anayependa kuongea, kueneza habari za watu, kuzungumza umbea, lazima atazungumza uongo. Mtu huyu lazima awe muongo, lakini pia lazima afitinishe watu, lazima. Kwa hiyo kila mtu kati yetu adhibiti ulimi wake. Tabia
ya kwamba tunachukua maneno tuliyoyasikia tunaanza na sisi kuyashadidia na kuyaeneza, ni tabia chafu sana ambayo Muislamu hatakiwi kuwa nayo. Ndio maana maskini kuna watu wengi wanadhulumiwa. Mtu anakuja kuletewa habari, bwana watu wanasema hivi kuhusu wewe. Yeye mwenyewe anashangaa, mimi wanasema hivyo kuhusu mimi? Mimi nimefanya hilo? Mimi nimesema hilo? Yeye mwenyewe anashangaa, mbona mimi sijui habari hiyo? Lakini huku limeshaenea. Alitokea muongo mmoja tu ambaye ana chuki na mtu, akaanzisha uongo, wengine wakauchukua tena, alienda kuongeza nyongeza yake, alopindua maneno, watu tena wanashadidia. Kwa hiyo ndimi zetu tuzizuie, tuzidhibiti. Ndo anasema mwenye hekima, lisanul fata nisfun wa nisfu fuaduhu falam yabqa illa suratul lahmi waddami. Yani kwa maana ulimi wa kijana, bali ulimi wa mtu ndo nusu ya yeye mwenyewe, na nusu ilobaki ni moyo wake. Kwa maana mtu mzima anatengenezwa na nusu mbili. Nusu ni ulimi wake, nusu iliyobakia ni moyo wake. Falam yabqa illa suratul lahmi waddami. Tena hapo hapa baki kitu, kinachobakia ni damu na nini, na nyama tu kwenye mwili. Pengine tunaweza kusema na mifupa ndo kinachobakia. Lakini hivi vitu viwili ndo vinatengeneza utu, ndo vinatengeneza yule mtu mwenyewe kamili. Nusu ni ulimi wake, nusu ni moyo wake. Kwa maana udhibiti ulimi, kwa sababu ulimi, lau hutachunga ulimi, basi utakuporomosha katika jahannam, wala iyadhu billah, utakupeleka motoni.